wanasanzuka yosa cheza kule mtoto Benjamin Pavard, raia ni Mfaransa huyo Pavard, chini ya kombe la dunia, anacheza kule na Hakan Çalhanoğlu, cross inaletwa kule, hatari inatolewa na William Pachoko, na ile ndio shtukizi la kwanza. Tunaye hapa Franco pia. Franco, unaonaje mechi hiyo? Nafikiria pia shabiki wa timu gani huyu? Mimi shabiki wa Manchester United ndugu yangu. Timu kubwa sana. Mechi hiyo unaionaje bana? Hii mechi upande wangu naona mechi ni ngumu sana upande wa Inter Milan. Lakini acha tu kwa sababu dakika ni 90 ambazo zitaamua kama bingwa atakuwa nani. Je, atakuwa PSG ama atakuwa Inter Milan? Dakika ni 90. Dakika 36 zimeweza kupita sasa hivi, labda unahisi kwamba hizo bao mbili Inter Milan watarudisha, labda ndio hivyo tu. Pengine second half, acha tuone second half kama itakuwaje, lakini venye naona hali ni ngumu. Ni coach wa Inter Milan kwa sababu wana defend sana. The moment una defend ndo the moment pia PSG nao unapatia nafasi ya kuattack. So inafaa pia uattack ndo pia uavoid kuwa opponents pia wa kuattack. Unapata? So unafaa pia wa balance Inter Milan wasidefend sana. Okay. Safi kabisa. Sadaka safi kabisa, unatupata mubashara katika mechi zao zile za awali. Amekuwa na ubutu fulani kwa sababu hata ile clearance yake inakuwa kwamba haimpi confidence safi yake nyuma, na imebakia kwamba anasalia na viulizo chungu nzima. Ama vipi Franco? Unajua lazima pia jitume Inter Milan, wasilale tu class tu. Wasilale darasani, inabidi tu ajitume kwa sababu pia morali pia naona pia morali hakuna. Hakuna morali, hakuna ule kujituma. Ningependa sana hii finali ingekuwa finali ya PSG dhidi ya Barcelona. Ingekuwa vizuri sana. Sasa hapo umeongea ingekuwa ngoma, ingekuwa vizuri sana. Back to back. Anakwenda kurusha Nuno Mendes. Tuambie maoni yako, je, unahisi vipi? Watapiga comeback au PSG Inter Milan ama imeisha? Franco, ukiangalia mechi hii unaiona kwamba Inter Milan wana nafasi kweli? Inter Milan second half wanafaa wapate bao kwa sababu bila kupata bao itakuwa PSG wataongeza bao. Kiupande wangu pia ningeangalia flanks zote za PSG ziko active sana. Ukiangalia Dembele yuko vizuri, ukimwangalia pia namba 7 yule jamaa yuko vizuri. Alafu pia ukiangalia pia huyu jamaa anaitwa Doué ama kijana wako vizuri sana front line yao. Lakini ukiangalia upande wa Inter Milan Martinez tunamwona yuko chini, Demarco pia naye tunamwona pia yuko chini. Yani tuseme ile front line yao wamelala wote kabisa, hawako active sana. Alafu pia ukiangalia pressing ya PSG iko sawa sana. Tunaangalia wale players wa PSG wako mobile, wako kila mahali. Wanazunguka mpaka wanachanganya wenzao. Unampata nani huyu Dembele anashuka anapanda, unampata Akrif Hakimi anapanda mpaka kwa Dembele. So wako active sana, So mimi ningeona ningependelea sana Inzaghi abadilishe mfumo. Wacha tusikie leo kwa kwaje. Hello. Vipi, nani kwenye line ya simu? Naongea na Kigeugeu kutoka Chivara huko. Kigeugeu, unazungumziaje mechi hii? Wanapiga comeback Inter Milan ama isha? Hiyo ni ngumu hiyo isha hiyo bro. Wanaongezwa mangapi? 2. Mimi mtungi ngoma. Anasema 4 mtungi. Wewe msikilizaji unaonaje? Unahisi kwamba kuna magoli mengine? Tunachukua simu zingine 4 hapa 0723989989. Tuambie maoni yako. Je, kipindi hiki cha kwanza, kipindi cha pili kuna comeback kama magoli mengine yanaongezeka? Leo Coca FM inakuaje? Poa, vipi Kasim? Tuko salama kabisa kaka JP na Kasim Boy pamoja na Franco. Tunazungumza na nani? Tunazungumza na Peter kutoka Jaribuni. Peter kutoka Jaribuni. Mechi bana half time 2-0. Unahisi kwamba kuna comeback? Inaenda, lakini jamaa kama wataendelea hiyo game wataongezwa, lakini wakibadilisha game maana sasa wanazuia sana, maana hata game Martinez pale anazingoja. Naona haifiki kabisa mbele hizo, wakiozoa mfumo wako nao. Maana coach lazima ameangalia makosa yake na vile ataenda kuelezea vijana wake, sasa wanaweza pata goal ipo. Goal ipo hata kama watatoka 2-1 ama 3-1, lakini goal ipo tu. Asante.
mchezo wapi na wacha kwanza kule anacheza mchezaji Vitinha amtoa Osman Dembele kizingine mwingine anaingia kule chana mchezaji kizingine cha mjini kwa Vitinha anaingia kule kwa mtoto Desade huu anaingia kule Desaya atara imeenda hii. Ilikuwa ni kazi safi kutoka kwa Osman Dembele, kisigino cha mjini, akawahi pale Vitinha, pasi ya ice cream ya maziwa, anachukua Desado huu uso kwa macho na Yan Soma, anapiga chuma tatu. Wajua Kasim, kitu kimoja chenye PSG napenda in the past 1 year recruitment. Ndio I think wamekuwa vizuri sana upande wa recruitment. PSG walikuwa wanaangalia talent. Anatolewa Desado, safari ya kuelekea kule Milano itakuwa ni ndefu zaidi. Franco magoli 5 aise. Hii ni aibu. Hata katika karia yangu ya kucheza mpira ndio sijawahi pigwa 5-0 finali. Wallahi. Ukipigwa finali unaondoka tu uwanjani. Hii imezidi. Kuna haiwezi kufika. Hata ikiwezekana pengine susha pale ndani mwanzo. Fujo kidogo hapa na pale. 5-0. Inayo PSG wameoa mtu. Lakini upande pia wa defense line pia naona Inter Milan pia ni kama wamevuja sana. Bakola goli la 6 linanukia. Dembele bado yuko uwanjani aise. High five aise. High five nao ni nyingi sana. Lakini congratulations to PSG. Wameupiga mwingi sana ndani ya uwanja pale ndani ya zile dakika 90. Lakini pia maandalizi ya Inter Milan mimi naona kama hayakukamilika. Maandalizi kujiandaa katika mtanange huu wa PSG dhidi ya PSG pale Allianz Arena haukuwa wa uhakika. Ni kama walikuwa pia wanaogopa tu PSG. Kwa sababu ile kujituma, wangekuwa na ari ya kushinda hii ligi, hiki kikombe cha UEFA Champions League, basi wangejitolea muhanga katika kile kipindi cha kwanza. Lakini pia tumeona second half in the first 10 minutes wamepambana, wametry kurudisha uhai katika ile game, lakini sasa baadaye still wakakuwa nje. So wamepiga mwingi, so mimi nawapa tu kongole PSG. PSG pia nao safari yao pia imekuwa ngumu sana. Wamepambana sana, kwanza Arsenal. Mimi niko sure Arsenal ingetandika PSG sasa hiyo wangekuwa mabingwa wa UEFA Champions League. Lakini kongole sana wakina Mbappe, wakina Neymar, wakina Messi wamekuwa PSG. Ni kama wanasema walikuwa virus Kasim. PSG upande wa PSG kusema nafikiria pia ni ile kujaribu. Ni kama vile sometimes watu wanakata tamaa. Unapata mtoto kidosho pale, mtoto wa kike kufanya pale, lakini pia unakosa kupata mtoto. Alafu unasema na give up kabisa pale, kama wanavyosema bwana mtoto wa kike waje tupea, lakini baadaye na unamwachilia tu anaenda pale katikati Bandara Salama pale Chonyi na anapiga mapacha. Ndio bana, ndio imekuwa hivyo. Francois PSG ijayo itakuwa PSG aina gani? PSG ijayo mimi naona PSG bado atakuwa tu wazuri. Bado nasisitiza tu philosophy na recruitment. Hiyo tu ndio inaweza saidia hata timu kama Manchester United. Recruitment. Wewe angalia Manchester United, navuka mpaka kidogo, mtanisamea. Sawa, timu yako ni timu yangu. So ukiangalia kama Manchester United popote next season wako tuna EPL peke yake. Tuko EPL peke yake na Carabao. Si ndio? Ukiangalia recruitment tuna recruit, lakini sasa je, the same players wenye tuna recruit wanaenda na philosophy ya Manchester United? Hawaendi. Ukiangalia Chelsea, Chelsea wamekuwa wakistruggle sana, lakini sasa tunaona pia wanarudi wanarudi UEFA. Lakini philosophy kitambo manager aletwe. Je, the same philosophy inatumika kwa under 18 huko academy, kwa senior team, kwa women's, je inatumika? Ama ni philosophy inakuja na change kila kitu. Kwa mfano nikiangalia kama Barcelona la Malaysia, unaona wakina Yami Yamal wametoka huko ile academy ya La Masia. Ndio hiyo imewasaidia sana Barcelona. Recruitment hawafanyi recruitment, lakini sasa
La Masia, Masia. ndio La Masia imewasaidia. Ukiangalia Real Madrid wana overspend sana. Player mmoja wanachukua 100 million pounds nini, unaelewa? Ready made elite players, wanasema wana sign best students in class. Lakini ukiangalia Barcelona philosophy, yule mwenye namtrain kutoka chini anatumia the same style of play mpaka kwa senior. Alafu damu pia DNA. Mimi nimelelewa hapa La Masia. So I'm playing for my hapo sasa. Na unazungumziaje wakati ambapo sasa hivi United wanasema Rashford anaenda, Leandro Garnacho anaenda? Mimi naona ni kiburi ya pesa. Kobe Maino pia. Unaona shida wachezaji wazawa. Shida ya Manchester United ni kiburi ya pesa. Manchester wanatobokwa sana pesa. Hawaangalii. Kwanza mimi hawana, yani wanapeana pesa kwa, alafu ile pesa inafanya mtu kiburi. Ukiangalia kama attitude ya Marcus Rashford na attitude ya Bruno Fernandes. Bruno Fernandes ana earn pesa nyingi. Lakini yule mwenye Marcus Rashford amekuwa kutoka academy. Uangalia wachezaji wangapi ametoka academy pale Manchester United. Ukiangalia Paul Pogba alikuja akaenda. Lingard alikuja akaenda. Ukaangalia nani mwingine pia, Garnacho pia naye naona attitude yake ni kama ile wakina Sancho. Unaona wakina Paul Pogba pia wakaenda. So I think pia philosophy ile kuna kitu yenye Manchester pia wanakosa kutoka pale chini underground, kwa sababu the moment player akiwa na pesa nyingi bro, ndio hivyo tayari hakuna ile, unasema yeye ni klabu ya kutengeneza hela, ni club tu ya kutengeneza hela, baadaye mimi naenda zangu, unaona. So I think pia kuna hitajika players wenye wanajitolea sana kufight, blood group players, ndio hapo sasa Old Trafford lazima pia ni Old Trafford, ndio.